Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Karibuni ndugu zangu katika kipindi chetu cha katekesi na sala, mafundisho ya imani. Na kauli mbiu, tuwashe moto wa mapendo ili Yesu ajulikane na kupendwa, ya Mtakatifu Magdalena wa Kanosa, mwanzilishi wa shirika la mapadre, watawa, walei na wasekulari wa misionari wa upendo wa Kanosa. Katika Kanisa Katoliki kuna maneno, matendo na utaratibu tunaofuata wakati wa sala za kiliturujia. Maneno na matendo haya ya kiliturujia hutusaidia kujiandaa, kuingia na kuzama katika hali ya kiroho inayotusaidia kuweza kusali vema na kupokea neema na baraka za adhimisho hilo. Haya huwa maandalizi ya mtu binafsi, ya moyo na nafsi yake, kadiri anavyojiweka umakini wake na kufuatilia utaratibu wa misa mwanzo hadi mwisho. Maandalizi mengine ni ya mkate na divai ambayo hufanywa na mhudumu wa sakristia. Maandalizi ya tatu yanayotuhusu, ambayo tunapaswa kuona kwamba yamefanyika ndani ya kanisa au nje ya kanisa, mahali maalum tunapotarajia kufanya ibada, ni kuona kwamba meza zipo mbili, yaani altare na ambo, ikiwezekana lectern pia. Altare kama tunavyoelewa ni meza inapotolewa sadaka ya mwili na damu ya Kristo. Ambo ni stand, mahali maalum au sehemu maalum iliyotengwa kwa ajili ya usomaji wa masomo au utangazaji wa Injili. Lectern ni stand pia, inayotumika kusoma matangazo, kutoa hotuba, taarifa au ujumbe wowote, kama kuna mtu maalum anahitaji kuwasiliana na waumini wakati au baada ya ibada. Tukiangalia katika makanisa yetu yaliyo mengi, kuna stendi mbili, moja kulia na nyingine kushoto kwa altare. Moja ni ambo na nyingine ni lectern. Tutazitambua kulingana na matumizi yake, japo makanisa mengine inatumika stendi moja tu kwa shughuli zote hizi. Maandalizi mengine ni kuona kwamba maua, mishumaa, vyombo vya misa, vitabu, viberiti haviweki juu ya altare iliyoandaliwa. Vyombo vya misa kwa kawaida vina meza ndogo inayowekwa pembeni ya altare. Mishumaa inakuwa na stendi pembeni na maua yanawekwa chini ya altare au juu ya stendi yake, bila kuyafanya yafunike muonekano wa altare, kwani fokasi yetu ni kuona kinachoendelea altareni ili tuweze kusali vema, si maua au mapambo. Vitu hivi vikizidi kiasi hutuondolea ile hali ya umakini wa kuweka akili na mawazo yetu katika ibada inayoendelea.
Maandalizi mengine hufanyika kupitia katika neno la Bwana, ambalo hutuandaa kwa ajili ya kushiriki katika meza yake. Kwani katika misa takatifu anayetualika na kutuandalia karamu ni Kristo mwenyewe. Kama wageni wake, anataka kwanza aongee nasi katika neno lake, kisha tushiriki karamu yake. Neno hili hutuandaa kushiriki vema katika meza ya pili ya Ekaristi Takatifu. Kumbe basi kiliturujia, misa hufuata utaratibu ufuatao. Wimbo wa mwanzo, padre kubusu altare, ishara ya msalaba, na muungamia, Bwana utuhurumie. Utukufu, masomo, homilia, kanuni ya imani, maombi. Kuandaa vipaji, padre kunawa mikono. Mtakatifu, mageuzi, Great Amen, fumbo la imani. Sala ya Baba Yetu, kutakiana amani. Mwanakondoo wa Mungu, e Bwana, sistahili kupokea Ekaristi Takatifu na baraka ya mwisho. Katika juma hili tutaongea juu ya matendo, maneno na vipengele hivi tunavyovikuta ndani ya misa, kimoja baada ya kingine, maana yake na vinaashiria nini. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.